nzuri kuliko ya kwanza? Kwa tafsiri yake nini? Watu wanaposema neno mvinyo moja kwa moja. Simenielewa? Kuna mtu bado hajanielewa. Nifungulie Efeso 18. Kitabu cha Efeso sura ya 5 mstari wa 18. Kama umeshafika mtumishi wa Mungu somea. 18. Kama sio 8:18. Anasema nini? Ndiyo. Tena msilewe kwa mvinyo ambamo mna ufisadi, bali mjaze. Jamani amini. Sio na mwalimu tu kwa nini kusema? Yaani sasa ndio anakuambia mvinyo, usasikia neno mvinyo ni kilevi. Analiambia kanisa msiendelee kulewa kwa mvinyo ambapo mna ufisadi. Sasa hapa kwa nini walileta sadaka za mvinyo? Turudi kwenye somo. Jamani jina la Bwana libarikiwe sana. Jana nikakwambia ni vinywaji vilivyokuwa vikiandaliwa wanapewa watu maalum ambao hawajua. Yaani kuna kitu kinaandaliwa kutumike sasa hivi, sio baadaye. Sasa hivi. Kikaa kama baadaye sana. Fai tena. Sisi tunaelewa vizuri kwa Mungu. Hivi tupige mfano mzuri. Dogo. Tunaelewa na hili huwa si ndio? Hili ni huwa. Tuseme sasa tulikate. Nitoke kwenye shina. Tukiliweka hapa kwa siku ya leo kwa masaa 3 manne bado vizuri tunafaa kwa matumizi. Lakini tukija kesho alifai. Kwa nini? Halipo kwenye sehemu yake inayostahili. Kwa hiyo kwa kesho tunafaa kutupa. Jamani tunaweka kwa Mungu. Ndio maana nikakupigia mfano wa divai au matunda ya mzabibu. Unapoandaliwa pale pale watu wengi wananunuaga kwa kutumia kwa ajili ya meza yao. Lakini matunda mzabibu ukishakaa wiki siku 3 hauwezi tena kutumika. Kwa nini? Umeshaharibika. Wale watu wananielewa. Ile pombe ya kidogo huwa ikitu siku moja. Umenielewa? Huwa wanachukua uwele wanauweka mpaka kabisa unaota kwenye maji wanauanika. Wanaenda kusaga. Unga wake tena wanauanika. Wanachukua ulezi na kuna vitu wanachanganya koko au ugali koko wanachanganya alafu wanavipika pamoja na ule. Wakishapika kwa lugha yetu wanasema ideli. Wanalitoa tena linapoa hapo hata siku 2. Nimekaa hapo siku ngapi? 2. Siku 2. Halafu sasa kuna unga mwingine tena wanauloweka ule. Wanaenda kusaga tena unga mwingine. Wanauanika. Halafu wanakuja kupika kama uji. Wenyewe sasa huyu mwepesi kama uji. Hauli mzito kama uji. Mwepesi. Nao wanakaa wakishapika kwa mfano usiku. Yaani unapoa unatoa usiku unapoa mpaka asubuhi. Asubuhi yake ndio wanakuja kuchanganya na ule unga siku 2. Wakishauchanganya na ule unga. Hauwezi kunywa mabaki salama, lazima akili zitaanza kugonga. Unaweza kuona watu wawili. Kwa nini? Tayari wameshachanganya. Sasa ule uliopikwa kwanza haufai kwa matumizi. Wenyewe ndio unasababisha kile kitu. Huu uliopikwa mara pili ambao ni mwepesi. Hata wewe ukaje pipa lote haulewi. Haulewi hata siku moja. Ule ambao ni mwepesi kama huu, tena wenyewe ni mwepesi ndio. Hata wewe pipa lote haulewi. Sasa ndio sadaka ambazo zilikuwa zinaletwa kwa ajili. Jamani jina la Bwana libarikiwe sana. Hawakuishia hawa watu wa Mungu kuleta tu hizo sadaka. Waliendelea kuona makuhani kana kwamba wanafaa zaidi. Wakawaletea sadaka nyingine. Ilikuwa ni sadaka gani? Sadaka ya mafuta. Hapa sasa alikuwa ni mafuta tofauti. Ya mwingine walileta mafuta ya kula, walileta mafuta ya kupaka, walileta mafuta ya thamani, walileta mafuta gani? Ili mradi ile sadaka ya mafuta walileta. Kuona makuhani. Jamani jina la Bwana libarikiwe sana. Na hawakuishia tu kuleta mafuta. Mafuta kazi yake ni nini? Jamani tunafahamu hizo mafuta. Yako mafuta ya kupikia, yako mafuta ya kupaka, yako mafuta ya aina tofauti. Wewe kwenye mboga ambayo sio kama mafuta ya dukani, yako yale mafuta ya ng'ombe special. Jamani jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa hawa watu walipoona makuhani kwa mpande mwingine wanafaa kupelekewa hivi kwa kazi zote. Jamani amina. Nini kingine walikitoa? Hawakuishia